Diana alisimama mbele ya kioo, macho yake yakitazama taswira ya msichana aliyebeba majonzi ndani ya nafsi yake. Tabasamu lake lilikuwa kinyago cha kuficha vidonda vya mapenzi yaliyomsaliti. Polepole mkono wake ulipapasa shingo yake, akiyakumbuka maneno ya Nathan aliyomwambia mara nyingi kwa upendo. Nitakupenda milele, Diana. Wewe ni kila kitu kwangu. Lakini sasa maneno hayo yalikuwa kama upepo yaliyopita bila kuacha alama yoyote ndani yake. Nathan alikuwa sehemu ya maisha yake kwa miaka 5, lakini mwaka wa 6 ulipoanza, mabadiliko yake yalikuwa dhahiri. Alianza kupoteza ule ukaribu wa zamani, simu zake zikawa chache, na alijenga kuta kati yao ambazo Diana hakuelewa zilipotokea. Kila alipouliza, Nathan alijibu kwa tabasamu bandia na maneno ya kutuliza, lakini Diana alihisi moyoni mwake kuwa upendo wao ulikuwa unayeyuka kama barafu kwenye jua kali. Jioni moja, Diana alikuwa amealikwa na marafiki zake kwenye sherehe ya kuzaliwa iliyofanyika katika hoteli moja maarufu jijini. Alipofika, alihisi macho yake yakimsaliti alipomwona Nathan akiingia hotelini humo, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa ameshika mkono wa msichana mwingine mwenye nywele ndefu za kahawia, macho ya kung'aa na tabasamu lililopambwa na furaha isiyoelezeka. Walikaa kwenye kona iliyoonekana wazi, wakiongea kwa ukaribu huku Nathan akimtazama yule msichana kwa macho yale yale aliyokuwa akimtazama Diana hapo awali. Moyo wa Diana ulikuwa mzito. Mapigo yake yaliharakishwa na mchanganyiko wa hasira, hofu na uchungu wa usaliti. Alitamani kwenda moja kwa moja kwa Nathan na kumuuliza, lakini wazo hilo lilimfanya ajihisi mdhaifu. Alijizuia, akapiga hatua za polepole kuondoka, akiacha huzuni imemlemea. Hali ya hewa ilibadilika ghafla. Upepo mkali ulivuma, mawingu mazito yakikusanyika, na mvua nyepesi ikaanza kunyesha. Diana aliendelea kutembea bila kujali mvua inayomchovya, lakini ghafla alihisi mkono baridi ukimshika begani. Aligeuka kwa haraka. Ilikuwa Nathan. Vipi Diana? Mbona unatembea kwenye mvua? Aliuliza kwa sauti iliyojaa wasiwasi. Diana alimtazama kwa macho yaliyojaa maumivu. Alivuta pumzi kwa nguvu kabla ya kujibu, hakuna, ila najisikia vibaya kwa kile nilichokiona. Nathan, nilitamani nije kukupa hongera, lakini miguu yangu ilikuwa mizito sana. Nathan alibaki kimya kwa muda, uso wake ukiwa na aibu. Alijaribu kutafuta maneno, lakini alihisi kama ulimi wake umefungwa. Baada ya sekunde kadhaa alijitetea, yule ni rafiki yangu wa zamani, Diana. Tulikuwa tunazungumzia mambo ya kikazi tu. Diana alitabasamu kwa uchungu, kisha akatikisa kichwa. Nathan, sitaki maelezo. Najua nilichokiona. Hivi ndivyo unavyonilipa kwa miaka 6 ya upendo na uaminifu. Nathan alifungua mdomo kuongea, lakini kabla hajasema neno, Diana alikuwa tayari amegeuka na kuanza kuondoka. Hakutaka kusikia maelezo yoyote, hakutaka kufungua tena ukurasa wa maumivu. Kuanzia siku hiyo, hakuwasiliana tena na Nathan. Mara kadhaa Nathan alimpigia simu, alimtumia ujumbe, lakini Diana hakujibu hata mmoja. Alitaka kusahau, ingawa moyo wake ulikuwa ukivuja damu kimya kimya. Miezi 4 ilipita. Maisha ya Diana yaliendelea, lakini bado alihisi pengo kubwa ndani yake. Alijitahidi kuendelea na maisha, lakini kumbukumbu za Nathan zilimfuata kila mahali. Lakini basi, katika hali ambayo hakutarajia, alikutana na kijana mmoja mpole, mstaarabu na mwenye kuvutia. Hakukuwa na kitu kingine isipokuwa urafiki wa kawaida mwanzoni, lakini kadri siku zilivyopita, kijana huyo alihisi kuvutwa zaidi na Diana. Siku moja alisimama mbele yake na kusema kwa sauti ya kujiamini, Diana, najua umepitia mengi. Najua umeumia. Lakini nataka uwe wangu. Naahidi kukupenda kwa dhati na nitavunja kuta zote ulizojenga moyoni mwako. Diana alihisi hofu. Hakuamini mapenzi tena. Lakini macho ya kijana huyo yalimuonyesha kitu tofauti. Uaminifu.
Uhakika. Mapenzi ya kweli. Kwa kusita, alimpa nafasi, sio kwa 100%, lakini hatua kwa hatua, aliendelea kumwaminisha kuwa mapenzi yanaweza kuwa mazuri tena. Miezi ilipita na Diana alihisi tofauti. Moyo wake ulianza kupata joto ambalo lilikuwa limetoweka. Hatimaye, kijana huyo alimuoa Diana. Maisha yake yalibadilika, akagundua kuwa upendo wa kweli haupotei, lakini unavumilia mpaka unapopata mtu anayekuthamini kwa dhati. Miaka 3 ilipita. Diana alikuwa na familia yenye furaha, mume anayempenda na mtoto mdogo aliyekuwa mwanga wa maisha yake. Siku moja, Diana na mumewe walikuwa wakitembea kwenye bustani, wakiwa na mtoto wao mdogo. Walipokuwa wakicheka na kufurahia muda wao, macho ya Diana yakakutana na mtu aliyewahi kuwa sehemu ya maisha yake. Nathan. Alionekana tofauti, amechoka, mwenye huzuni na asiye na utulivu. Alipomwona Diana, alihisi moyo wake ukimwambia kuwa alikuwa amepoteza mtu wa thamani. Kwa sekunde chache walitazamana kimya. Kisha Diana alimuomba mumewe ampatie dakika chache. Nathan alijaribu kujizuia, lakini machozi yalimbubujika. Diana, najuta kila kitu. Nilifanya makosa. Nimehangaika kwa muda mrefu na hakuna kitu kinachojaza nafasi uliokuwa nayo moyoni mwangu. Tafadhali, nisamehe. Diana alimwangalia kwa upole. Hakuwa na hasira tena, hakuwa na uchungu. Alikuwa amepona. Nisamehe, Nathan, lakini maisha yangu yamesonga mbele. Huyo hapo ni familia yangu na kwa mara ya kwanza najua maana ya upendo wa kweli. Aliinamisha kichwa kidogo kwa heshima, kisha akageuka na kwenda kwa mume wake na mtoto wao. Nathan alibaki pale akihisi dunia ikizidi kuwa baridi kwake. Alijua kuwa Diana alikuwa amempenda kwa dhati, lakini alikuwa mjinga wa kupoteza joto hilo. Na sasa kilichobaki kwake ni baridi ya moyo wake mwenyewe. Mwisho.